ambayo wanasema eti before umuoe you have to bring something on table. Ukiwauliza wewe umekuja na nini, wanasema we are the table. Yeah. Mpenzi mtazamaji, karibu kwa channel hii ya Love of Theo. Siku zote jina langu ni Omuse Theo. Maybe kwa zile kuna kwa kila ndoa ama kwa kila muungano ya ndoa lazima kuna watoto. Je, kuna njia yeyote vile watoto wanaweza changia mkipata watoto, ama tuseme tu watoto wao, watoto wa kambo, wao watoto wenu wenyewe, kuna jinsi ambavyo wanachangia katika mafurugano ama vita vyovyote katika ndoa? Katika familia, ili watoto waje wachangie kwa ndoa kufurugana, ni lazima wazazi wawe wanaingilia. Kwa sababu watoto, labda mimi niko na watoto wanne. Tuseme ni wasichana wawili na vijana wawili. Wengine wamekuwa named after saidi za kina bibi. Lakini hawa watoto wangu wakienda wakiwa wanne kwa nyanya yao, unapata ama nyanya matamshi yake pia anasema, kama saizi unaweza pata mamangu kukosoa mtoto wangu ni rahisi sana. No, kukosoa mtoto wa sistangu ni rahisi sana. Lakini wangu ni ngumu sana, kwa sababu akichapa mtoto wangu, mamake ambaye nimemuoa kuja kwangu ni mzazi. Kwa hivyo unapata mama ambaye ni nyanya ya watoto wangu, watoto wenye wamenimua after yeye na babu, kuna vyenye anawatreat vizuri. Sasa mpaka hawa watoto ni lazima nijaribu kuwaleta karibu kwangu, kwa sababu kila saa wana complain, shosho huwa anafanyia hawa hivi, shosho anafanyia hawa. Kwa hivyo hata wazazi wetu pia wasije wakachangia mafurugu katika ndoa through hawa watoto. Kwa sababu na mimi nikiingilia kuvuta wangu, tena bibi atacomplain kuna mambo sifanyii hawa watoto wengine, na watoto wote wameletwa kwa ushirikiano wa ndoa moja. Kwa hivyo hata wazazi pia niseme bado wanachangia furugu za ndoa kwa wasichana wao ambao wameoleka, na pia vijana wao wenye wameoa. So maybe okay, hiyo ni kwa watoto. Kuna jinsi vyovyote ambavyo, ama tuseme jamii ama the community inachangia kwa hizi mafurugano? Labda tunaweza gonga tu wale ambao wameoana wenye wako kwa ndoa, labda kuna the community, the society pia inachangia. Kuna vile jamii kwa jumla tu, wa majirani, marafiki wanachangia katika hizi mavurugano katika ndoa. Zinachangia. Kwa mfano tuseme wengi wetu kwa sasa vijana, kwa vile tumetoka mbalimbali, wengine wameenda kazi mbali, kwa hivyo unakuta watu wengi wanakondesha manyumba. Kwa hivyo tuseme wamama ambao sisi ama wasichana wenye tumeoa, community inachangia, kwa sababu utapata labda bibi yangu mimi niko na uwezo wa kumsaidia labda katika hali ya kushukwa nywele 500, lakini wakati wamekuwa na wamama wengine, anapata mwingine ameshukwa nywele 1000. Katika hali ya kuongea na kusaidiana, una mwingine anasema mimi siwezi kaa na nywele mwezi mmoja, mimi yangu huwa nashukwa wiki 2 ninatoa. Sasa yule mama akikuja kwako, badala akuje na hali ya heshima ama kukutreat polepole mpaka mjaribu. Sasa tuseme tu kwa ujumla, hatukubali kuishi kwa maisha yenye tuko. Wasichana wengi wanataka maisha ya juu, ambayo wanasema eti before umuoe you have to bring something on table. Ukiwauliza wewe umekuja na nini, wanasema we are the table. Yeah. So community inachangia kwa kufanya mambo ambayo yenye ni lazima hata wenzetu wasaidiane, na matamshi ambayo unapata kumsaidia mwenzako yawe pia ni ya kujenga. Kwa sababu mtu hawezi sema eti ninataka nipate ukiwa umejenga, nipate ukiwa na gari, na ukimuuliza yeye ako na nini, anasema eti mimi ndiye unakuja kuwekelea kwa hizo vitu. Yeah. Okay. That's a new term nimesikia leo. Mimi ni meza. Wewe kama wewe ni meza, tafadhali rekebisha. So kwa wale warembo ama sana, kuna vile wanaume pia umezungumzia, umetaja tu warembo. Kuna vile wanaume pia wanakumbatana na hizi some of these pressures. Kwa mfano ukiona mwenzako ako na gari nzuri, we pia unataka ununue gari. Kuna vile hao pia wana nini kifamilia, wachana na sasa na ile ya kifamilia. Kuna vile mwanaume akitoka pale nje anakuja na anapeana hiyo pressure nyumbani pia. So wanaume si sana, kwa sababu mwanaume ameumbwa akiwa wa kutafuta. Kwa hivyo yeye hali ya kuona gari ya mwingine na aitamani, haezi leta pressure nyumbani, kwa sababu huwezi kuja kuletea bibi report eti nimeona gari nzuri tunafaa tufanye. Hapana, yeye ni matamanio ya moyo ako nayo. Kwa hivyo atakuwa akijaribu juu chini, work hard apate gari kama hiyo. Lakini mwanaume haezi leta
hawezi leta mambo ya furugu nyumbani kwa ajili ya aliona mwingine mwanaume ako na mambo makubwa huko nje. Hapana, yeye ni mwanaume wa hiyo nyumba, na huyo mwanaume mwenye amepata kwa mambo hayo makubwa, ni lazima hata yeye ajaribu kujigeuza na matamanio ya roho yake na dhuru kufanya kazi ili bado wapate kufikia huyo mwingine ama awe kama huyo mwingine. Kwa hivyo kwa mwanaume ni ngumu sana, lakini kwa wanawake hiyo inaweza kuwa labda ni kawaida yao kwa maumbile. Kwa wanawake. So maybe kwa wanaume ama kwa ladies wenye wako na tabia kama hii, kivyako, what's your opinion ama your advice to them? Kwa wasichana wale wenye wakiona mwenzake ameshukwa vizuri, akiona mwenzake ako na TV nzuri, pia analeta hiyo pressure kwa katika ndoa yake. Jambo la kwanza niwaambie, katika hali ya kuoa na kuoana ni uamuzi kutoka ndani yako. Pili ni upendo. Kwa hivyo hamukuoana kwa sababu ya mali, mmeoana ili muje muwe pamoja, msaidiane na watu waende na face yao. Kama saizi mimi kuna watu saizi mimi labda niko level ya kutafuta chakula, kuna mwingine ako kwa level ya investment, so ni lazima muende pia mapato ni tofauti. Pia mapato ni tofauti, na that's why ninasema kama nyinyi leo mnapata 200, muende na hiyo face ya 200. Kesho mtafika mahali ya face ya 500, bado ukae kwa hiyo face ya 500. Kwa hivyo ndio nimesema upendo na heshima ndio ziko kwa ndoa. Asante sana. So jambo lingine ambalo ungeweza kuambia yule kijana, yule mwanadada ambao wako pale na sana sana wako na hizi pressure, ama kuna wale wenye kuna yule mwenye labda ako kwa ile vajia yenyewe, huyu jamaa amenichosha, acha niachane na yeye. What's your advice to them, your last part? Katika ndoa mtu asije akachoka, ni lazima umrekebishe mwenzako, umkubali kwanza kabla uwe na uamuzi wowote, maana huyo mtu si wenu, hata mwingine si wenu. Ni lazima mjaribu kurekebishana kabla uamue uamuzi wowote. Usiamue tu uamuzi tu pap. Ni lazima kwanza umshauri mwenzako, umjaribu kumgeuza kabla ufanye uamuzi wowote. Kwa kuona hiyo isikubarike, jaribu kujirekebisha wewe mwenyewe. Ukiona sasa imeshindikana, ni lazima ulete marafiki wako wa karibu, na ukiona imeshindikana kabisa, kwanza muondoke kwa muda ndio mshirikishe wazazi. Jambo hilo lizungumziwe. Okay, maybe this is the last one. Kuna ule wakati ambapo unaona kwamba yani imefika mwisho ama imefika kikomo, wewe kama mwanaume. Okay, let's say, acha niulize hivi, kuna ule wakati umefika kwamba, ama kuna zile vitu kwamba saizi zinafanyika kwa community but only the results zenye tunaona kwamba huyu ameua mwingine, si ndio? Ama huyu ameua girlfriend yake. Is there something yenye iko pale ndani kwa hizi relationship, kwa ndoa, ambazo mwanadamu wa kawaida hazizungumzii ama hatuzungumzii haswa kabisa? Ukiangalia serikali, hata serikali imenyamaza tu, hakuna mtu analiongelea. Kuna jambo ambalo linafaa tuzungumzie ili kurekebisha all the mess. Hizo changamoto za kufanya watu wauane zinaletwa na watu binafsi, kwa sababu hatuwezi ingiza serikali hapo. Kuna mambo wewe mwenyewe unafaa uyafanye, kwa sababu labda nimesema heshima, na nikataja mtu haezi kuja kwako saa 3 aje akwambie eti mimi ni mtu mzima. Ni lazima ajue ako anda sheria fulani, ako anda wewe na wewe uko anda yeye. Kwa hivyo ile hali ya kutoheshimiana ndio inachangia hayo mambo, vita nyumbani, kuuana na mambo mengine kwa ndoa, bado kuwa na ukora huko nje. Ni lazima umheshimu mwenzako wa ndoa kwa njia yoyote ile. Yeah. Ladies and gentlemen, huyu ni Patrick hapa, amesema yake na amenena yake. Tumefurahi sana kuwa pamoja na wewe na tunafurahi sana, Mungu atubariki. Na Patrick, maybe kuna mtu anauliza, wewe ni mwanafamilia? Niko na familia na niko na mke na watoto 3. Na mimi sio mimi na niseme mimi huenda mimi si mwanaume, mimi ni mzee. Wewe ni mzee. So ladies and gentlemen, thank you so much and have a lovely day. Asante sana bwana Patrick. Asante sana. Thank you.